Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nina ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 37 kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mikavu, nayo ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Ninayo habari njema wakati huu kwamba inawezekana unapita katika hali fulani ambayo inafanana na hali aliyosema Ezekiel, kwamba Mungu alimchukua katika roho akampitisha katika bonde, na bonde lile lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Na Mungu akamuuliza swali Ezekiel kwamba je, mifupa hii inaweza kuishi? Na Ezekieli akajibu kutokana na nafsi yake ilivyosema ya kwamba Bwana, wajua wewe. Lakini Mungu akamwambia Ezekieli, itabirie mifupa hiyo, nayo inaweza kuishi. Ezekieli akamtii Mungu, akatabiri, na alipotabiri mifupa ile ikaanza kusogeleana, na iliposogeleana, anasema alipotazama akaona nyama juu yake, akaona mishipa juu yake, na hatimaye likasimama jeshi kubwa mno. Haijalishi unapitia katika eneo gani la maisha yako, haliwezi kufikia ugumu wa hiyo mifupa mikavu aliyoiona Ezekieli. Kumbe likiwepo neno la Mungu katika hali yoyote tunayoipitia, linaweza kugeuza hata hali ambazo ziko katika kufa. Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ile ya 141 na ule mstari wa 7, Biblia inasema, kama kupasua kuni na kuzichanja juu ya nchi, ndivyo ilivyo mifupa yetu mdomoni pa kuzimu. Maana yake ni nini? Kuna hali za kukatisha tamaa, kuna hali ambazo ni mbaya, unaweza ukazipitia wala usione tumaini. Lakini Mungu alimwambia Ezekieli, itabirie mifupa mikavu, nayo itaweza kuishi. Mifupa mikavu inaweza kuwa ni utasa ulionao. Mifupa mikavu inaweza kuwa ni hali mbaya ya uchumi ulionayo. Mifupa mikavu inaweza kuwa ni hali ya ugumu wa maisha unayoipitia. Mungu anakuita siku ya leo, anakuambia itabirie hiyo mifupa mikavu ulionayo, nayo itapata kuishi. Mungu analituma neno na analiangalia neno ili apate kulitimiza. Ndiposa alipotabiri Ezekieli, mifupa ikaanza kusogeleana, kile kitu kisichowezekana kikawezekana, kwa sababu neno la Mungu lilikuwa pamoja na Ezekieli. Nataka nikutie moyo, haijalishi unapita katika eneo gani, haijalishi hali yako ni kavu zaidi ya ile mifupa aliyoiona Ezekieli, bado alipoitabiria kuna jambo lilitendeka. Biblia inasema iko matumaini kwa mti uliokatwa, kwa harufu ya maji utachipuka tena. Mungu akiwepo katikati yako, haijalishi unapitia katika jambo gumu kiasi gani, neema ya Mungu ikiwa pamoja na wewe, jambo lolote linaweza kubadilika, hali yoyote inaweza kugeuka, na Mungu ana uwezo wa kufanya njia pasipokuwa na njia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 na ule mstari wa 19 ya kwamba msiyakumbuke mambo ya zamani, maana yamekwisha kupita. Tazameni, nitatenda jambo jipya, nitafanya mito ya maji jangwani, na nitafanya hata njia nyikani. Mbweha watafurahia wakiliona jambo hilo. Kumbe Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Tunapofika mwisho wa akili zetu, yeye ndipo anapoanzia. Tunapoona mambo hayawezekani, yeye ndipo anafanya njia. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema.